niachie mimi. Akatafuta watu wakamuua yule Naboth. Akamwambia kula na ufurahi mume wangu. Mume wake naye akanyanyuka, akatoka akakaa kwenye kiti. Mama amesema nina mke mimi mzuri. Akakaa, lakini bado mwenye haki anabaki mwenye haki. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja kinasema hivi, wakati wa kipindi hiki kinaitwa kipindi cha giza, miaka ya 70 kuelekea mpaka 90 na kitu hivi, hii imani za kisocialist hizi zilikuwa zinaua kabisa watu ambao wameokoka. Alikutwa mtoto ameshika Biblia, akaambia huyo anafungwa maisha kwa sababu ameshika Biblia. Amefungwa kifungo cha maisha. Sasa walikuweko ambao walikuwa naua kabisa. Sasa walikuweko, yuko mtu mmoja aliandika kitabu chake kama matoleo 3. Anasema wakati ule amekamatwa, tulipokuwa tumekamatwa, tumeingizwa gerezani, tulipitishwa vipindi 3. Huyu mtu alikuwa anaandika kitabu. Anasema kipindi cha kwanza tulipigwa. Yule anasema alipopimwa baada ya mateso ya vipindi 3, alionekana kwenye uti wa mgongo ana nyufa 8 lakini anatembea. Anasema kipindi cha kwanza tulipigwa, tukapigwa, tukachubuka, tukaingizwa kwenye chumba. Kile chumba kilikuwa cha mbao cha futi kama 1.5 hivi, imepigwa misumari imeingia ndani. Na unakaa hivi. Ukisinzia tu kidogo msumari umekuchoma damu. Ukisinzia tu kidogo msumari umekuchoma damu. Nilikaa huko wiki 2, yule mtu anasema. Na nilipotoka pale wakaniingiza kwenye chumba cha panya ambao hawajara mwezi. Kwa hiyo kilala tu hivi panya wamekung'ata. Nilikaa mwanasema yeye mwenyewe alikaa muda mrefu. Na walichokuwa nakifanya, wanampa mkate mmoja kwa wiki 2. Wanaweka ule mkate ili asife. Anasema nilipochukua ule mkate nikaugawanya vipande 30, nikagawa. Kwamba hii mimi kwa muda mrefu sijatoa fungu la 10 na sadaka. Akakata vipande vile vya mwisho, akasema nikampelekea mfungwa, nikaambia Mungu sina mtu wa kumtolea zaka humu gerezani. Naamua kutoa hii zaka pamoja kwamba sijashiba, lakini nataka nitoe zaka mkate huu. Kwa hiyo wakisimama watu kwamba nilishindwa kutoa zaka kwa sababu sikuwa na kipato, atasema inuka wewe ambaye ulitoa mkate ukiwa ndo unaelekea kufa. Utasemeje? Nataka nikuombe wewe uliokoka. Ndio maana nimeweka neno kwamba jitahidi kutafuta akili ya kiroho ili uweze kushinda hii changamoto ya kuwa kwenye sehemu ya walio wengi. Wewe unatakiwa ufike mbinguni. Hiyo ndio ahadi ya Yesu, na ndicho kiapo cha Yesu anapowacha wanafunzi. Anasema naenda kuandaa makao ya wote wanaonifuata, wote waliokata shauri, wote waliamua kuokoka. Naandaa makao kwa ajili yao. Sitaacha mtu akose makao. Atajikosesha mwenyewe kwa sababu ya kusikiliza manabii wa uongo, kwa sababu ya uovu wake mwenyewe, kwa sababu yeye mwenyewe kushindwa kuyatenda mapenzi ya Mungu. Lakini mimi naandaa kwa ajili ya wote ya mashokopo. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Changamka. Nimalizie. Biblia inasema hivi. Fungua kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 20. Anasema nasi tunajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja na ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake. Yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Katika kitabu cha Mithali, naona muda wangu sikutaka nikucheke. Kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 4. Nianze na mstari wa kwanza. Wewe andika wa 4. Mimi nianze mstari wa kwanza.
Mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Rehema na kweli zifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Utapata kibali na akili nzuri, kama Biblia inavyosema. Yesu alikuja ili atupe akili. Akili aliyotaka kutupa ni ya kututoa kwenye kupotea, tuingie kwenye uzima wa milele, kutoka kwenye uovu tutafute kweli, kuitumikia dhambi tumtumikie Mungu, kuogopa mauti tuwe na uzima. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndicho Yesu alichokileta. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 3. Huo ndo nakili nisome kuanzia wa kwanza, ila mimi niko mstari wa 3. Biblia inasema, maneno haya aliyosema Yesu akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanawe, mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliye. Kumbe akili ni kumjua Mungu. Akili ya kiroho lazima ujue unachokiabudu. Akili ya kiroho usivamie vitu vya watu. Na ndio maana wakati fulani inaleta shida. Washirika wa kwetu mnavamia vitu vya watu hapa. Mtu kuhama tu dini kidogo tu, amehama dini hii, kesho amehamia dini hili. Wa kwetu tunaona ndio wanakosa akili ya kiroho. Wale wana akili ya kidini, lakini akili ya kiroho, wewe lazima uwe na akili ya kiroho. Ufahamu misingi ya unachoabudu, misingi ya imani yetu. Hii misingi hii haipo popote isipokuwa kwetu. Na kwetu tumeithibitisha kwamba misingi hii, mtu akitembea kwenye misingi hii hawezi kukosa mbingu, atafika tu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nahubiri kwa uhuru, kwa sababu tunajua kilichomo. Tumemwona Yesu akifanya mambo makubwa. Tumeona hizi shuhuda unazoziona hizi ziko nyingi tu, kwa sababu Yesu anajifunua kwa wale ambao wako tayari kutembea na yeye, wako tayari kumfuata. Ndio maana anasema hivi, mtu huyu mwenye akili ni yule ambaye kama aliyejenga nyumba kwenye mwamba, anayoyasikia maneno yangu na kuyatendea kazi. Nataka nikwambie hivi, kusikia peke yake hakutoshi, kuhubiri peke yake hakutoshi, kuimba kwa nyimbo hakutoshi, mpaka uyatendee kazi. Ukiyatendea kazi ndiyo yana-apply ushindi. Ukisikia tu haitoshi. Hata duniani leo wako waliokariri maandiko wengi, anasema hilo liko sehemu fulani, lakini wakuta mlevi. Sisahau siku moja miaka ya nyuma alikuwa mzee mmoja wa baba yetu, miaka ya nyuma, ndio wale waliopata wokovu dini wakati unaingia ulokole. Alikuwa ananena kwa lugha. Sasa ameshindwa, ameoa mke wa pili na watatu. Mkisema swala wokovu kumshuhudia, ngwambia tuambie sisi ndio tulikuwa wenye dini, lakini ndio umeanguka baba. Hapana, labda nikuonyeshe tunavyonena kwa lugha. Ataanza kunena kwa lugha hapo. Atanena. Ambia nena wewe kama unaweza kama mimi. Sisi ndio wenyewe. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe na akili ya kiroho. Akili ya kiroho ikusaidie kuvuka wakati wa shida, ikusaidie kutembea kwenye njia iliyo nyembamba, ikusaidie wewe kutokuanguka. Ujishikilie kwenye hilo neno. Hilo neno lina uwezo wa kuvusha. Hilo neno lina uwezo. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Ukimwona mtu aliyeshinda, hakuongeza nyongeza, neno tu linajitosheleza, na Roho Mtakatifu aliyemo ndani, huyu anatosha kabisa kukuhamisha wewe, kukufanya upite, kukufanya ufike. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Hakuna muujiza mwingine zaidi ya hilo neno, zaidi ya huyo Roho. Hakuna muujiza. Tembea katika hili, litakuvusha, litakupitisha.
maisha itakuhakikishia ushindi. Wapenda, Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Changamka. Kanisa la siku za mwisho. Simama pale ulipo. Kazi yangu ikisha nami nikio na kuva kutokuharibika, nitajua Mwokozi wa kwanza, lakini nitamjua